Wapendwa wasikilizaji, Bwana Yesu asifiwe. Kwa muda huu na masaa haya, nawaalika katika kipindi hiki cha majifunzo, ambayo majifunzo hayo yanahusu ukuaji wa mtoto na mazingira. Mazingira ya kumlea mtoto wako vyema yanahitaji wewe kama mzazi kuyaandaa vyema, ili yakaweze kumwandaa mtoto ili awe mtoto bora katika maisha yake. Pia niseme kwamba nikushauri ya kwamba inatupasa sisi wazazi kumfuatilia mtoto na kumfundisha maadili yaliyo mema. Napo Mungu atatuongezea maarifa kwa kile tunachokifanya katika familia zetu. Tunahitajika kuwalea watoto wetu vyema ipasavyo. Tunahitajika kuwalea watoto wetu vyema. Hii ni stori ya maisha ya mzazi pamoja na mtoto. Tunatakiwa kumlea mtoto vyema kimaadili na kimungu, ili Mungu amjue Mungu. Anahitaji mafunzo ya mzazi, baba na mama. Kwa hiyo tunapokuwa katika maisha ya sasa na maisha ya kesho, nahitaji kumlea mtoto vyema. Bwana Yesu asifiwe. Tuombe. Baba yetu na Mungu wetu, tunaomba ukatuandae vyema katika jina lako Yesu. Amen. Kwa hiyo nakushauri mwenzangu, kaka yangu na dada yangu, mama yangu, ukafanye maandalizi, ukamlee mtoto wako vyema, ili baba, ili mama, ili mtoto awe na tabia njema. Anahitaji majifunzo na mafunzo kutoka kwa wazazi. Nenda ukamwandae mtoto wako katika ujio wa Yesu mara ya pili. Nenda kamwandae ili awe vyema, awe na maadili mema katika siku hizi. Kwa maana watoto wengi wanaiga mitindo ya ulimwengu, ambayo mitindo hiyo haifai. Yaani mitindo ambayo inawaharibu watoto wetu, inawaharibu familia zetu. Kwa hiyo inahitajika kumlea mtoto wako vyema na ipasavyo. Kwa hiyo nenda kamlinde na kumtunza na kumwandaa awe ni mtu mwema na mwenye maadili. Na kushauri leo, kaka, mama, dada, unayekuwa ndani ya ndoa, nenda kamfundishe mtoto wako maadili yaliyo mema, maadili ya kikanisa, ili baba wako asije kakuchukulia hatua ile ambayo umefanya. Kwa hiyo utakapofanya mema, naye atakufanyia mema. Kwa hiyo mfundishe mtoto njia iliyo sahihi. Mungu abariki kile ambacho tumejifunza kwa kipindi hiki na kwa muda huu, katika jina lake Yesu. Amen.